Then kitu namba 5 ambacho ni kitu kibaya sana kwenye hivi vitu vyote ni kwamba watu smart wengi hawako kwenye mfumo au hawana mbinu za kuadapti na mazingira mapya. Yani wale watu ambao wakiambiwa ukifanya X na Y kinatoka Z, wanaweza kufanya hivyo hivyo na yale matokeo aliyoambiwa yakatokea, ila kuadapti na mifumo mipya, kuadapti na system mpya, kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Sasa hii changamoto nikiizungumza hivi inaonekana ni changamoto ndogo, lakini nimesema hili ni swala kubwa sana, ni changamoto kubwa sana, kutokana na kwamba system yetu ambayo system ya shule inawafundisha watu au inawapeleka watu kwenye mfumo wa ajira. Sasa watu wengi ambao ni smart waga wanafocus sana na shule ili kuweza kupata zile grades ambazo wanazipata na ambazo zinafanya wajione pia kwamba mimi ni smart. Hizi grades changamoto yake kubwa ni kwamba mwisho wa siku mtu amemaliza chuo, amemaliza master, anakuja kushtuka kwamba kumbe huu mfumo wa chuo na mfumo wa shule kiujumla ulikuwa haunipeleki kwenye pesa, ulikuwa unanipeleka kwenye mimi kujenga uelewa wa mambo fulani ambao ni mambo hayahusiani na pesa, ni mambo mengine kabisa. Sasa nikisema hayahusiani na pesa, kuna mtu ambaye amesoma finance, amesoma anakuja pata sema hapana, mimi nimesoma finance inahusiana na pesa. Lakini ingekuwa inahusiana na pesa, ingekuwa mabilionea wote pale ni watu wa finance, au ingekuwa ili mtu afanikiwe lazima asome finance. Lakini hivyo ni vitu tofauti. Unaona, ukuta mtu anaweza anafanya kazi bank, akanafanya kazi sehemu ambayo inahusiana na finance, lakini yeye miaka 10, 20 hajaachieve chochote. Sasa huu mfumo unakuwa una prepare watu kuajiriwa. Sasa naweza nikasema hili sio kosa la mfumo, ni kosa la mtu kuweza kuadapti kwenye mfumo mpya, mtu kuweza kukubali kwamba okay, mimi nilikuwa nasoma ili nikiwaza kwamba hii ndio success. Sasa hivi success sio hii, inabidi niingie kwenye mfumo mpya ambao hautambui value nilionayo, then niweze kuadapt na nitumie smart wangu kuweza kupata matokeo makubwa. Kwa watu wengi hicho kitu ni kitu ambacho ni changamoto kubwa. Yani watu wengi tayari wako kwenye realization ya kwamba bana, sasa hivi sio sana miaka ya 90. Sasa hivi hii degree yangu ni kila mtu anayo. Sasa hivi hakuna mtu yeyote ambaye atakuja kunigombania kwa sababu nina hii degree, tofauti na zamani. Lakini wafanye nini ili kupata kitu kingine ambacho kinaweza kugombaniwa? Hapo unakuta ndio tatizo kubwa lilipo. Au wafanye nini kupata kitu kingine ambacho kinaweza kuzalisha income? Hapo ndio tatizo lilipo. Anashindwa kusema kwamba bado najua serikali changamoto ya ajira inashindwa kulisolve. Ambao unajua sasa hivi dunia imebadilika, mzazi wangu hakunitafutia mali, ningekuwa sasa hivi nimerithi. Unajua Wahindi waga wanapeleka watoto wao kwenye biashara. Okay, hayo yote ni sahihi, lakini wewe umeshagundua haya ndio mazingira, una adapt vipi? Kwa nini hautumii smart wako kuweza kuadapti na haya mazingira? Kiukweli nimezungumza na vijana wengi sana, na mara zote huwa napata nafasi ya kuzungumza na vijana wengi. Vijana wako kwenye 20s, wako kwenye 30s, 40s na kushauriana mambo mbalimbali. Sasa mpaka nafikia leo nasema tumekuja kurelax Zanzibar, lakini still nichukue muda wangu nirekodi hii video. Ni kwa sababu naona kiasi gani vijana wengi ambao ni very smart, ile potential ambayo wanayo haiwafaidishi chochote, yani hawafaidiki chochote kabisa kwenye usmart wao. Sasa ni kwa sababu wanashindwa kule vitu ambavyo nimevizungumza. Na kwa kufinalize niweze tu kusema kwamba yani amka leo, amka jua kabisa kwamba kuwa smart ni kitu kizuri, lakini sio kitu ambacho kitakupeleka kwenye mafanikio. Kitu pekee ambacho kinakupeleka kwenye mafanikio ni kufanya execution kwenye njia ambayo ni sahihi, kujifunza kwenye hizo execution, kuadapti kwenye mazingira, na wewe kuweza kujitambua kwamba mimi ni smart na hizi ndio changamoto ambazo watu wako kama mimi wanazipitia. Na kama watu wanazipitia changamoto, mimi nitaweza kuziovercome vipi? Nitafanya vipi vitu katika system ambayo ni tofauti na hii system ambayo ipo. Sasa hiyo inakuwa kitu ambacho kitakupeleka mbele kwa hatua kubwa sana, hatua ambayo sidhani hata kama unaweza kuimagine hapo ukiwa unaangalia hii video. Na kitu cha mwisho ni kwamba usisahau kunipa mawazo yako kwenye comments, lakini pia kulike video hii, kushare na mtu ambaye itamsaidia. Chukua muda wako sasa hivi, iangalie, utajifunza vitu vingi zaidi, vitu ambavyo ukienda kuifanyia implementation vitafanya upige hatua kubwa sana kwenye maisha.
Kwenye maisha nikimaanisha kwamba sio tu kwenye finance, kwenye kila engo ya maisha. Then usahau kusubscribe kwa sababu kuna video nyingi na nzuri zenye mafunzo mengi kuliko hata haya zinakuja. See you.